Wapendwa mnaonifuata, nasema shalom. Ni Bishop Ntwari Justin. Nilipenda tuchangie pamoja neno la Mungu, na neno hilo linaongea kuhusu neema, la grâce. Na tulipenda tuelewe neno neema. Neema ni kitu ambacho mtu anakipokea na kukistahili. Ninakipokea, ninacho, ninakifikia, lakini sikistahili. Hiyo inaitwa neema. Ni kitu ambacho napokea lakini kiko zaidi ya uwezo wangu au zaidi ya gisi nilivyo, na kibinafsi singefikia, lakini kwa sababu kuna mtu amenijalia nifike, na mimi nafikia. Na tunajua mtu mmoja anayetoa neema ni Mungu, sababu yeye mara tu anapopana kitu, anapofikisha mtu kwa kitu, anamfikisha zaidi ya uwezo wake. Na hapo nitasoma katika Wakorinto wa kwanza sura yake ya 2 na mstari wake wa 12. Ni hapo neno lipo. Inasema hivi kwa Kifaransa: Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Kwa hivyo hatukupokea roho roho ya kidunia au ya walimwengu, lakini tulipokea roho anayetoka kwa Mungu ili tufikie kupambanua mambo tuliyopokea kwa Mungu kwa njia ya neema. Hapa neno linanilenga sana, linanigusa sana. Naona ya kwamba kuna vitu vingi ambavyo watu wa Mungu wanapokea kwa njia ya neema. Kuna hatua nyingi ambazo wanafikia kwa njia ya neema. Kuna maisha ambayo wanaishi kwa njia ya neema. Wokovu wenyewe na uzima wa milele ni neema. Ni vitu ambavyo watu wanapokea na hawavistahili. Lakini pamoja na kupokea neema hiyo na kusistahili, watu mara nyingi wanasahau ya kwamba vitu vingi walivyo navyo wao binafsi hawakustahili. Huko mwanzo, huko juzi yake, watu walikuwa katika hali ambayo haikuwa na picha, haikukuwa na sura. Ilikuwa hali ya kusitotafsirika, nimesema hali ya kuchanganika, yenye haiwezi kupewa tafsiri fulani au picha fulani. Lakini kwa sababu ya neema, Mungu ameshiriki, ameingia, akaamua, akapenda. Baada ya kupenda iwe hivyo kwa huyo mtu, akakiri, akatangaza na akakamilisha kile ambacho amefikiri katika mawazo yake yeye Mungu. Na hicho kitu kikamtokea huyo ambaye haiko chochote, hana lolote na hakutarajia kuwa chochote. Kwa njia ya neema Mungu akafanya hivyo, na huyo mtu akabadili jina, maisha, kimo, ngazi na jinsi ya kuitwa, na mwisho akakuwa kitu kingine ambacho kinavutia, sawa na kile ambacho Mungu alimfikiria kuwa. Lakini sasa hicho ambacho ametokea kuwa, hapendi kukisamini na kukishika vizuri kama kitu alichokipokea pasipo kukistahili. Watu wengi wanapoteza neema, na baada ya kuipoteza, na wanapoteza vyote vilivyomo kwa kushindwa kushika vitu vya neema kwa thamani. Na wanapovipoteza, na wanapoteza vyote ambavyo neema imebeba ndani yake, na mwishowe ujio wao na kuwa ujio mbaya. Hapa alituambia hivi Paulo anapoandikia Wakorinto, akasema hivi: roho ya kibinadamu au ya kiulimwengu mara nyingi ni vigumu ipambanue habari za neema, sababu roho ya kibinadamu inajaa kiburi, lorgei, na kiburi kinafanyaga mtu awe kipofu kiroho. Kinamfanya akili yake isiangaziwi, akili yake iwe imejaa giza tu, akili yenye haipendi kujua ya kwamba imesaidiwa, ya kwamba imekumbukwa, imetiwa moyo na mwingine,
lakini ni akili yenye inaona ya kwamba imejitosheleza, yao yenyewe imefanya iwe kile ilicho leo. Sasa kusudi mtu aelewe neema, inabidi awe na Roho wa Mungu ndani yake, ili amjulishe vizuri vitu vyote alivyovipokea vinavyomzunguka kutokana na neema ya Mungu. Lakini naweza kukuambia mpendo unayenifuata, vitu vingi ulivyo, kile ulicho wewe, mambo yote uliyomo, hatua zote ulizomo, kwako binafsi, kwa jamii yako, kwa kazi yako, kwa ujio wako, kwa biashara yako, kwa safari zako, kile ulicho leo ni kwa neema. Sababu nikiangalia kwenye umetoka, kwenye ulikuwa unaishi, jamaa yako, kwenye ulianzia na kwenye unafika, ni neema tu. Kuna kitu umepewa bure bila kuweka hasa nguvu zako, akili na mawazo. Sasa hii imekuletea kiburi, na kiburi hicho kinaweza kufanya uiepuke neema au upoteze neema ulioipewa bure na Mungu. So kila kiburi kinaleta anguko. Ningekutakia kukumbuka, mwachie Roho wa Mungu nafasi kubwa ndani yako, ili ya kuangazie upate kutambua vitu, mambo, nyakati, maisha na mazingira ambayo umepata kwa neema. Hiyo itaandaa ujio wako kuwa ujio mzuri na ujio wa ushindi na ujio ambao utaendelea utukufu baada ya mwingine. Na kutakia kumpatia Roho wa Mungu nafasi ili akueleweshe habari za neema na vitu vya neema ulivyovipokea bila kuvistahili. Mungu akusaidie na akujalie uweze kupambanua wingi wa neema na vitu vya neema vinavyozunguka maisha yako. Asante.